sehemu ya pili, tutafakari dhamira hii: Mkristo na maisha ya msalaba. Kwa kuubeba msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Simoni Mkirene alikuwa chombo cha upendo na huruma ya Mungu. Kwa nafasi ya pekee alishiriki kazi ya ukombozi kwa kushiriki kikamilifu mateso ya Kristo. Hata sisi tunapowasaidia wenzetu katika mateso yao, tunakuwa wasambazaji wa huruma na upendo wa Mungu kwa wengine. Kwa kupitia Simoni Mkirene tunajifunza kwamba muda mwingine tutabeba misalaba si kwa mapenzi yetu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu, lakini ni fursa kwetu ya kukua katika neema. Simoni Mkirene alishurutishwa kubeba msalaba. Hayakuwa mapenzi yake kumsaidia Yesu, lakini mara baada ya kumsaidia, historia ya maisha yake ilibadilika na kusemwa milele yote kama mtu pekee aliyeshiriki kubeba msalaba wa mkombozi. Sisi pia tupokee msalaba wa Yesu unaoweza kuwa ni mateso ya aina mbalimbali yanayozidi akili zetu, kama vile magonjwa, umasikini usiokusudiwa na kadhalika. Tubebe bila manunguniko, kwa sababu msalaba wa Yesu kwa watu wenye imani ni mwepesi na unakupa nguvu za kubeba. Tukumbuke maneno yake alivyosema: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Rejea Injili ya Mathayo sura 11 aya 28 hadi aya 30. Simoni Mkirene ni mfano bora kwa watu wote wanaobeba mateso ya wengine. Simoni alibeba mateso ya Yesu. Sisi pia tunatakiwa kuwa kielelezo cha huruma ya Mungu inayodhihirika katika fumbo la msalaba. Ili kuliishi vema, kanisa limeainisha matendo 14 ya huruma kama njia ya kuwajali wenzetu ambao wanateseka. Matendo hayo ya huruma yapo kiroho na kimwili. Matendo ya kiroho ni kuwashauri wenye mashaka, kuwafundisha wasiojua, kuwafariji wenye huzuni, kuwaonya wakosefu, kusamehe makosa, kuwavumilia wasumbufu, kuwaombea wazima na wafu. Matendo ya huruma ya kimwili ni haya yafuatayo: kuwalisha wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, kuwavika wasio na nguo, kuwakaribisha wasio na makazi, kuwaponya wagonjwa, kuwatembelea wafungwa na kuwazika wafu. Mungu ametumia msalaba ili kutukomboa. Hatupaswi kuona haya mbele ya msalaba au kuwa na msalaba. Mtume Paulo anatufundisha juu ya fahari iliyopo kwenye msalaba. Anasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura 6 aya ya 14. Msalaba ni kielelezo cha upendo wa Mungu usio na kikomo kwa wanadamu, kwa kumtoa mwanaye pekee kufa msalabani kwa ajili yetu. Upendo usiolinganishwa na chochote. Maisha ya msalaba kwetu kama Wakristo yanadhihirika kwa kuweka mapendo kama kitambulisho chetu. Rejea Injili ya Yohane sura 13 aya 34 hadi aya 35. Tunatakiwa kuwa watu wa kujisadaka kwa ajili ya sisi wenyewe, wenzetu na kwa ajili ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Msalaba ni upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Yesu alisema, nitakapoinuliwa juu ya nchi, ndipo nitakapowavuta wote kwangu. Rejea Injili ya Yohane sura 12 aya 33. Maisha ya Yesu kama Wakristo yawe daraja kwa watu wengine kumfikia Mungu, yawe sababu ya uongofu kwa watu kwa
kuwa nuru na chumvi katika jamii. Kwa matendo yetu mema watu wampende Kristo. Katika waraka wa Mtume Yohane kwa watu wote tunakumbushwa juu ya wajibu wa kuonyesha nuru ya Kristo kwa wengine. Anasema, tukisema kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Rejea waraka wa kwanza Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 1 aya ya 6 hadi aya ya 7. Msalaba ni kitambulisho cha imani yetu. Ukiona msalaba wa Yesu unaona Ukristo. Wafuasi wa Yesu. Kubeba msalaba wa Yesu ni pamoja na kuungama, kuiadhimisha na kuishuhudia imani yako kama Mkristo katika mazingira yoyote. Yesu alisema, kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 32 hadi aya 33. Msalaba unatukumbusha wajibu wetu na mateso ya wokovu. Kila Mkristo amepewa wajibu katika ufalme wa Mungu. Wajibu wa kumuishi Kristo na kumtangaza Kristo kwa watu wasiomjua Kristo na kanisa lake. Wajibu huu muhimu tuliopokea tangu batizo wetu, tulipofanyika kuwa uzao mteule, taifa takatifu la Mungu, la kinabii, kikuhani na kifalme, tupate kuzingatia fadhili zake. Yeye aliyetuita kutoka katika giza anatuingiza katika nuru yake ya ajabu. Rejea waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya ya 9. Wajibu huu ni mgumu na una mateso ndani yake. Tunaalikwa kumtazama Kristo aliyeteseka kwa ajili yetu na akatuachia mfano namna ya kujitwika misalaba yetu. Rejea waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya 11. Ili hata sisi tuwe tayari kuubeba msalaba kikamilifu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Rejea waraka kwa Ibrania sura 12 aya ya 2. Msalaba ni silaha dhidi ya shetani. Mkristo Mkatoliki unapokuwa na msalaba, unapofanya ishara ya msalaba, inatukumbusha juu ya fumbo la mkombozi wetu. Msalaba ni silaha ambayo Mungu aliitumia kuondoa utawala wa shetani duniani na kuanzisha ufalme wa Mungu. Kwa hiyo, shetani daima huogopa msalaba. Ukitaka kumshinda, ng'ang'ania msalaba. Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu anasema, msione haya sababu ya ishara ya msalaba kwa Yesu Kristo. Pigeni ishara ya msalaba mwilini mwenu katika paji la uso, mpate kuwapinga mashetani wasioweza kuielekea bendera ya mfalme wenu. Pigeni ishara hiyo kila saa mnapokula au mnapotembea, na saa mnapokwenda kulala, na saa mnapoamka. Msichoke kupiga ishara ya msalaba kila mara. Mtakatifu Ignatius anasema, ishara ya msalaba ni ishara ya ushindi dhidi ya nguvu za shetani, ambaye kila aionapo anakuwa na hofu ambayo kila aisikiapo anaogopa. Wapendwa, tunayo nafasi ya kueleza thamani ya msalaba kwa njia ya matendo yetu. Kama Wakristo hatuna budi kuwa na huruma, upendo, unyenyekevu, moyo wa sadaka, uvumilivu, kwani fumbo la msalaba Kristo ametufunulia upendo wa Mungu kwetu
na kutuunganisha pamoja naye ili tuweze kufanana naye. Tupige ishara ya msalaba, tumiliki misalaba na tuiweke majumbani mwetu ili itusaidie kutafakari zaidi huruma ya Mungu iliyotububujikia kwa kupitia fumbo la msalaba. Imeandaliwa na Adriano Mgaya na kusomwa nami Felix Kilasile. Tumsifu Yesu Kristo.